Bana, hii ni Samol TV na tuko hapa hospitali ya Taifa Muhimbili kukuletea darasa juu ya masuala mazima ya uzazi, na hapa tuko na daktari bingwa. Daktari, karibu ujitambulishe. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Sofia Kiwango, mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya kike na uzazi. Nipo katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Daktari, kuna dhana kubwa ambayo ipo mtaani pengine kwenye masuala ya ujauzito. Kuna watu ambao wanasema mwanamke akiwa na ujauzito atakiwa pengine kufanya kazi ngumu na au akibeba vitu vizito mimba inaweza katoka. Hii ikoje kitaalamu? Kitaalamu haina ukweli sana, kwa sababu ukiwa mjamzito na mimba yako haina changamoto yoyote na unaendelea vizuri kiafya, unashauriwa kazi ndogo ndogo ufanye. Of course unashauri pia na mazoezi wafanye, lakini asiwe mazoezi yale ya nguvu. Wazungu wanaita strenuous exercise. Wale mazoezi tu ya kawaida, kubeba vitu vidogo vidogo inaruhusiwa, lakini sio kwamba mjamzito haruhusiwi kabisa kufanya kazi yoyote au kufanya mazoezi. Daktari, mwanamke akishapata ujauzito, pengine kitaalamu sasa ni muda gani ambao inatakiwa astopishe au aache kufanya tendo la ndoa? Na pengine kufanya tendo la ndoa kunaweza kukadhuru hali au afya ya mtoto akiwa tumboni? Kuhusiana na hilo, tendo la ndoa haliwezi kudhuru afya ya mama na ujauzito wake, hilo ni la kwanza. Lakini pia mama pale anapokuwa yeye comfortable, tunasema, yani yeye akiridhia na akiona kwamba anaweza kuendelea na tendo hilo, anaweza kushiriki tendo. Hakuna mstari ambao unasema kwamba sasa uwezi, huo haupo. Na hata anapojifungua ana uwezo wa kufanya tendo la ndoa pale yeye anapojiona kwamba ana feel comfortable kuendelea, lakini sio kwamba tunamwambia labda baada ya wiki 2. Hapana, ni yeye anapo feel comfortable kwamba sasa nimepona na ninaweza kushiriki tendo na mwenza wake. Pengine tukirudi kwenye zile zama za zamani kidogo nyuma huko, kuna zile dhana potofu kuhusu masuala ya vyakula ambavyo mama mjamzito alikuwa hashauriwi kula au kuvitumia. Kwa sasa hivi kutokana na dunia ilivyoelekea au dunia ilivyokuwa, teknolojia ilivyokuwa, vipi vyakula ambavyo pengine kitaalamu mnashauri au vinywaji ambavyo mnashauri mama akiwa mjamzito tu pale ambapo anajifahamu au atatambua ni mjamzito asivitumie? Kwa kweli hapana, yani hakuna kitu ambacho chakula cha kawaida ambacho tunazuia. Labda kama ni dawa, kuna dawa fulani ambazo mama akiwa mjamzito haruhusiwi kunywa. Lakini kwenye vyakula vya kawaida ambavyo tunakula kila siku, hakuna chakula ambacho tunasema kwamba mama huyu asile. Zamani nilikuwa wanaongea kwamba mama asile sijui mayai mtoto atakuwa mkubwa. Hizo zana ni potofu. Mayai ni protini tu ya kawaida. Kuna zana pia ambazo tunazisikia kutoka kwa wagonjwa wetu, anakuambia usiruhusiwi kula papai, sijui kunywa majani ya chai, si mimba zinatoka. Hizo ni zana potofu. Wanashauriwa wale chochote ambacho wako comfortable wao kula. Pengine kuna ili jambo kubwa ambalo linatokea sasa hivi. Ujauzito, unakuta mtu amefikisha ujauzito wa muda fulani alafu unatoka. Kwa haraka kabisa, sababu zipi zinaweza zikapelekea ujauzito kutoka au pengine mimba kuharibika? Sababu zipo nyingi kwa ujumla. Kuna sababu upande wa mtoto mwenyewe na upande wa mama, na pia nategemea na mimba ni ya umri gani. Sababu zinatofautiana. Mimba ikiwa chini ya miezi 3, sababu inawezekana labda kuna kitu kinaitwa chromosomal abnormalities. Ile DNA makeup ya mtoto anayetengenezwa inakuwa not compatible with life, yani haiwezi kuishi, kwa mtoto ile mimba inatoka. Lakini sababu nyingine kwa mama inaweza kawa ni structure, labda kizazi chake hakijakaa vizuri ama kimelegea, inasababisha mimba kutoka. Pia mama anaweza kupata magonjwa kama pressure ama sukari. Sukari pia inasababisha mimba kutoka. Ndio maana tunawaagiza au tuna advise wanawake wawahi kliniki. Ukiwahi kliniki unapata vipimo vile vya awali, utapima sukari, utapima pressure, utapima magonjwa mengine. Tukijua mapema tunakupa dawa sahihi na mimba yako haiwezi kutoka. Sababu nyingine za mtoto ndio kama hizo nilizosema, chromosomal abnormalities, mimba ikiwa chini, ama vitu vingine, infection kama malaria. Ndio maana mama akija mjamzito kliniki, kila anapokuja lazima tupime malaria, lazima tupime mkojo, kwa sababu hivyo vyote infections zinasababisha mimba zitoke. Pengine ni dalili zipi sasa ambazo mama mjamzito akiziona mara moja inabidi awahi hospitali? Dalili za hatari tunaziita ni pamoja na mtoto kutokucheza, kutoka damu nyingi ama kutoka maji, ukisikia kichwa kinauma sana, ukiona unapata kizunguzungu, ukiona kwamba hauoni vizuri, hizo sio dalili nzuri. Unatakiwa uwahi mapema kituo cha afya ukapate huduma sahihi. Usikae kimya nyumbani ukasema ngoja nisubiri baadaye au kesho. Hapana.
mama mjamzito anatakiwa awahi haraka, kwa sababu inaweza kagharimu maisha yake. Kwa tuna advice wawahi, wanapoona dalili hizo za hatari wawahi kliniki hospitali mapema. Kwenye jamii ambazo kwa kweli tumekuwa kutokana na pengine na kukosekana kwa elimu ambayo inaweza kuwafikia watu kwa wakati au mama wajawazito kwa wakati, zipo zile notion au kasumba kwamba pengine mtu akifikisha miezi 3 ndio anapaswa kuja kliniki, na wengine wana imani zao. Pengine kitaalamu sasa inatakiwa muda gani ukishafika ndio mama mjamzito aweze kufika kliniki? Tunasema kwamba mama anapojigundua tu kwamba ni mjamzito anatakiwa aende kliniki, wasisubiri miezi 3. Kwa ni mambo ya zamani. Unapojigundua tu kwamba umetoka mwezi unaofuata hujapata siku zako, ukapima labda nyumbani ukajigundua kwamba ni mjamzito, usikae. Nenda kliniki mapema. Kwenda kliniki mapema kuna kusaidia wewe uepukane na magonjwa hayo ambayo nimesema mwanzoni, na viashiria vya magonjwa hatari kama pressure, sukari, infections za hapa na pale na kadhalika. Kwa hiyo wahi kliniki mapema. Pengine daktari, kwenye mtu ambaye mwanamama ambaye ana changamoto pengine ya shinikizo la damu, tuseme labda kisukari au pengine kupungukiwa ile damu, ni hatua gani ambazo pengine anapaswa kuzichukua kipindi akiwa mjamzito? Kwanza kabisa ni kufuata ushauri sahihi wa madaktari anapohudhuria kliniki zetu, kunywa dawa kwa wakati na sahihi, na kula vyakula ambavyo kama mfano ukiwa na sukari unatakiwa obvious avoid vyakula vya sukari. Kwa hiyo tunawashauri waingie kwenye diet ambayo haina vitu vya sukari kama mama amegundulika na sukari. Kama ana pressure basi atumie dawa sahihi. Lakini pressure ya mimba sio kama pressure za kawaida. Pressure za kawaida wamama wanaambiwa wasile chumvi, watu wengine kwenye jamii wanaambiwa wasile chumvi, lakini katika pressure ya mimba haihusiani kabisa na kutokula chumvi. Ile ni pressure ambayo inatokana na mimba. Kwa hiyo tunashauri wakina mama watumie dawa sahihi. Wasianze kula vitunguu saumu wakati wajawazito. Wala hata kwenye normal population mtu akiwa ana pressure wanaambiwa kunywa vitunguu saumu, si kula nini, havihusiani. Unatakiwa unywe dawa kwa wakati, dawa sahihi, na uzingatie ushauri ambao unapewa na wataalamu wa afya. Daktari, kwa kumalizia kabisa, pengine kuna umuhimu kiasi gani kwa mama mjamzito kusindikizana na mwenza wake kuja kliniki? Kuna umuhimu sana, na tunapenda sana baba amsindikize mama, kwa sababu mnapokuwa wawili hata mama anapata furaha, anapata psychological support akijua kwamba mwenza wake amemsindikiza kliniki. Licha hilo pia baba pia kuna vipimo ambavyo anatakiwa afanye ambavyo vinalinda afya yake baba mwenyewe pamoja na mama pamoja na mtoto wake aliyeko tumboni. Kwa hiyo tunashauri sana baba amsindikize mama katika kila hatua ya ujauzito wake. Hata wakati wa kujifungua tunashauri baba awepo pale wakati wa kujifungua, kumsugua mgongo, apate support, mama anafurahi akiona mwenza wake yuko naye pamoja.